Unawezaje kunifanyia hivi kaka? Ni unyama gani unifanyie Ferguson? Sema muuaji wewe. Nijibu. Mandela! 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 Kitaalamu wanaita shock. Ni mshtuko wa ghafla. Inawezekana alipokea taarifa mbaya ambayo hakuitarajia. Sasa ili kunusuru maisha yake, inapaswa atengwe na kila aina ya mshtuko. Yaani asipewe taarifa mbaya. Na ikiwezekana atengwe, aepushwe kukutana na yule mtu ambaye alimsababishia shock au kile kitu ambacho kimemsababishia apate hili tatizo. Ni nani shuhuda wa hili tukio? Ni yeye. Ni kaka yake. Basi natakiwa akae mbali naye ili aokoe maisha yake. Hawa ni ndugu. Na mimi ni baba yao. Itawezekana vipi wakae mbalimbali? Hakuna njia pasipo na njia mzee. Njia ya kupita ni moja tu. Inapaswa akae mbali naye. Na kinyume na hapo mnaweza mkampoteza kabisa.
basi kufa kitondoo. Msiri andapendape za msamaji. Mimi ni baba yako. Na ni baba yenu wote. Hebu niambie ukweli. Samahani sana mzee. Kwa sasa anaendelea vizuri ila amepumzika. Tunaweza tukamwona? Bila shaka mnaweza kwenda kumwona. Kama mpira wa kona ama gombania gori, hakuna anayesema chochote kati yao. Ina maana ulimwambia? Ni aina gani ya ujinga uliozipumbaza akili zako mpaka ukakiuka makubaliano yetu? Yule ndugu yangu Dokta, tena ndugu yangu wa damu. Nawezaje kuishi na Tungumoyo milele? Lakini tulipanga iwe siri kati yangu mimi na wewe. Au unadhani kujikosha kisabuni ni kutoa povu tu? Sikia. Ngoja kwanza niende tarudi. Angalia. Kaka. Najua hatima ya mwisho wa povu ni kuisha kwa sabuni. Lakini mimi nilishindwa kuvumilia kabisa uhalisia wetu asili. Huo ni ujinga kaka. Ulipaswa kufikiria maradufu kati ya furaha ya moyo na amani ya nafsi. Ni kipi kinalinda utu au thamani ya mtu? Lazima nikuue. Kuanzia leo sio kaka yangu. Tena kaa mbali na mimi. Nitakuua. Kaka. Yuko wapi? Yuko wapi? Jitulize kaka. Lazima nitamuua. Sikubali kabisa. Mfikishie salamu zangu Soni. Popote nitakapokutana naye. Ama zangu ama zake. Usiseme hivyo kaka. Ndio nishasema. Na naapa kwa miungu yote. Nitamuua. Mandela mimi mdogo wangu. Tena mdogo wangu wa damu. Nawezaje kumngonga kisogo? Tufanye maji yameshamwagika na hayawezi kuzoleka. Unachotakiwa kufanya ni kukaa mbali naye.
Na inahitajika kutoa shilingi ngapi kaka, ili nijiunge kwenye ajenda yenu asili wewe na dokta? Nataka kuongea na wewe. Hakuna mwisho usio na mapito, na hakuna mapito yasiyo na mwisho. Haijalishi ni maumivu kiasi gani unayapitia, bali unapaswa kuvumilia ili uyashinde majaribu. Mandela ni mdogo wako. Baba, mapito hayana mwisho, ila maisha ndio yana mwisho. Sijawahi kujilaumu, ila ninachofikiria mimi mwisho wa dhambi zangu, kama kweli nimemkosea mdogo wangu. Ni kosa gani hilo? Mimi kama baba wa nyinyi sipaswi kufichwa chochote. Baba, ugomvi wangu mimi na Mandela ni damu yangu. Hivi ulishawahi kujutia uwepo wangu kwako kwenye uzao wako? Wewe ni damu yangu mwanangu. Nawezaje kumkosea Mungu kwa kumtoa kasoro? Na sikukuzaa kwa bahati mbaya. Hilo halitobadilika. Kaka, mbona mnazipiga danadana hisia za upendo tu kwenu? Adela mdogo wangu, siwezi kuwa adui wa familia yetu. Nitabaki kuwa kaka yenu wa pekee, hata kama nafsi zenu hazitonipenda. Baba, mbona kaka Mandela anamlaumu sana kaka Soni? Amemfanyia nini? Hakuna marefu yasiyo na mwisho mwanangu. Tutajua tu. Lakini mazoea hujenga tabia. Tutavumilia hadi lini baba? Nizali hapo kuna tatizo kubwa. Maana Ferguson anaonekana anaumia sana. Tena anaumia sana kuliko sisi. Au wifi Pamela ametembea na kaka Soni kisha kaka Mandela amejua? Hatupaswi kuzipa nafasi isihatarishi. Sisi tunatakiwa kuwafariji wote. Umenielewa binti yangu? Sawa. Hivi hali ya mwanangu inaendeleaje? Mgonjwa amepoteza damu nyingi sana, na hapa hospitalini kwetu hatuna damu ya akili. Hivyo unatakiwa mjitolee damu salama ili kuokoa maisha yake. Nini kimetokea?
Hatupaswi kuzifuja furaha za nyoyo zetu kwa kipato cha rambirambi za mateso limbukizi. Uliwahi niambia hivyo, unakumbuka? Basi tufanye mzigo uliobeba umekolemea uzito. Naweza kukutoa ili upumzike kidogo? Niliokoa maisha yake kwa njia ambayo sio sahihi. Ni sawa, lakini sikuwa na chaguo. Iweje nihukumiwe kama muuaji? Hatuwezi kutofautisha uwiano wa 0 na O, ingawa hutamkwa tofauti, lakini wewe utabaki kwa mwokovu wa maisha yake. Hata kama jamii haitakuvika taji la pongezi, lakini jarida lako la ushujaa litaishi milele. Asante Angel. Nakupenda. Nakupenda pia. Kaka, na mazungumzo nayo. Achoka kumzika wewe shemeji. Nataka nikuchukie. Hiyo itakuwa mara ya pili. Ikifika mara ya 3, nitakuwa nimeshazoea chuki zako. Endelea. Ipo siku utalazimika kujifunza kukimbia, ingawa utakuwa umeshachelewa. Hiyo siku nitakukimbiza mpaka nikupate, kisha nikuulize umemfanya nini mdogo wangu Mandela. Kuanzia sasa na kuendelea, Masumbuko na Adela ndio ndugu zangu na sio Soni. Tatizo nini pacha? Ni kweli ndugu yangu, yaani bora ungetuweka wazi, kwa sababu hawa wote unaona hapa wapo kwa ajili yako. Ni kweli kaka. Tunashindwa kujua uzito wa kosa na kumjua mkosaji. Kivipi sheria inaweza kuhukumu akijificha? Kama na nyinyi mtaamua kunitenga au kunipa ni sawa. Mke wangu, sitaki nisikie wala nikuone ukiwa unaongea na Soni. Maana yeye sasa hivi ndo amekuwa adui yetu.
adui wa ndoa yetu na maisha yetu pia. Pacha, naomba umwambie baba kuwa sina ndugu anaitwa Soni. Mama, nadhani utakuwa umenisikia. Nisikilize basi kwanza mwanangu. Inatosha mama, maana najua wapi unapoelekea. Inatosha. Naomba mtoke wote. Tokeni! Ni ajabu sana kwa msichana mrembo kama mimi kukosa mvuto mbele ya mwanaume alijari. Nimejitahidi sana kuonyesha vitendo vya ishara ya kukupenda, lakini hukuonyesha kujali hisia zangu. Unataka nifanyeje? Mungu anapoamua kuepusha na matatizo usiyoyajua, mara nyingi hutumia njia ya mateso limbikizi ili uweze kukata tamaa. Angel, sio kama huna thamani kwangu. Hapana. Ila mimi ndo sina thamani katika huu ulimwengu. Mimi ni mwathirika Angel. Na sipaswi kabisa kueneza virusi eti kwamba wasionijua wamejipendekeza kwangu. Naogopa. Maana najua siku nitarudi kwa Mungu na nitashindwa kujibu maswali yake kwa unyama ambao nimeufanya duniani kwa watu wasiokuwa na hatia. Hata mimi ni mwathirika pia. Sijakufuata kwa bahati mbaya, bali nilikuwa najua napaswa kumfuata naye pita njia yangu. Maana najua safari yetu ni moja. Makosa yetu yasiwahukumu wasio na hatia. Tafadhali, naomba upokee moyo wangu. Sisi wawili tuliamua kuungana, ikiwa tayari tuna virusi vya ukimwi, ili kuepusha kuambukiza watu wengine virusi. Ila kama ninyi mnajiona ni watimilifu kwa kila kitu, ni sawa. Sisi hatukuchagua kuishi na virusi vya ukimwi. Basi, inatosha. I'm sorry.
nilikuonya kuwa sitaki ukutane na Sonia. Sasa kwa nini umeenda kwake? Naomba nisamehe mume wangu. Sikwenda kwa ubaya. Kelele. Kama ungekuwa unanitii, unapaswa kufuata yale ninayokwambia. Ferguson ni adui wa maisha yetu. Sisi sote. Naomba nisamehe mume wangu. Sitorudia tena. Siku zote msumari hauendi bila nyundo. Sasa naenda kukata mzizi wa fitna. Yaani ni ama zake ama zangu. Ama zako ama zangu. Shenzi mkubwa wewe. Wewe sejeni. Sejeni. Wewe ananiua. Ananiua wewe. Mandela. 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 Mama mimi hata sifahamu. Mandela. Mandela mwenye. Sio mwenye mama mama. Mandela. Mandela. Mandela mwanangu. Ufanywaje? Hivi hali ya mwanangu inaendeleaje? Mgonjwa amepoteza damu nyingi sana, na hapo hospitalini kwetu hatuna damu ya akili.
Hivyo unatakiwa mjitolee damu salama ili kuokoa maisha yako. Nini kimetokea? Mtoto amepata ajali ya bodaboda. Hali ya mgonjwa wa ajali ya pikipiki inazidi kuwa mbaya. Subiri mtafadhali. Grupu la damu yake haiendani na grupu la damu ya majeruhi. Hivyo endeleeni kufanya mchakato wa kupata damu salama. Amepata nini Mandela? Amefanya nini Mandela? Amepata ajali ya bodaboda. Amepoteza damu nyingi sana. Dokta, unaweza kutoa kiasi chochote cha pesa? Hatuna damu. Namaanisha hospitali yetu haina maabara ya damu. Hospitali yetu ni ndogo sana. Samahani, naomba tuongee kidogo. Unataka kufanya nini? Ndugu wangu anatakiwa apone kwa namna yoyote. Inatakiwa damu salama ndani ya masaa 3 hadi 4. Na asipopatiwa anaweza kupoteza maisha. Dr. Daudi, kipi bora? Kupoteza maisha ndani ya masaa 3 au 4 kwa kupewa damu salama, au kuishi ndani ya miaka kadhaa kwa kupewa dawa ambayo sio salama? Unaongea lugha gani wewe? Damu yangu ni group O kama la kwake. Inahitajika chupa ngapi? Lakini umefikiria vizuri dhidi ya maamuzi yako? Wewe ni mwathirika so. Dokta, wewe ndio kufikiria vizuri. Nina miaka 5 sasa naishi na virusi vya ukimwi. Sijafa bado. Lakini yeye mdogo wangu hatochukua hata siku limoja. Kipi bora sasa? Kiapo cha kazi yangu kinanitia hatiani kupita njia hiyo. Siruhusiwi mimi kumpatia mgonjwa damu isiyo salama. Yaani mimi nimpe mgonjwa damu yenye maambukizi. Hiyo sio sheria kabisa. Hapa sasa hivi hatuangalii sheria. Tunachoangalia maisha ya mgonjwa. Yule mdogo wangu ujue. Yaani mdogo wangu kabisa yani. Siwezi. Siwezi. Siwezi mimi kufanya ujinga huo. Huwezi kumsaidia mdogo wangu, au sio? Siwezi. Sijali sheria zenu za kimwehu. Nachohitaji mimi mdogo wangu apone. Sonia. Lakini unatakiwa ufikirie kwamba tunavunja sheria. Hususan mimi kama dokta. Sipaswi kabisa kufanya hivyo. Sijali chochote kile. Sema ndio ili nikuachie na maisha yako. Nasema hapana ili nikupeleke kuzimu. Sema. Sawa. Sawa. Unisaidie.
lakini hili tuendalo sio sheria. Nitakapokukamata mara ya pili, nitaivunja hiyo shingo yako. Alafu ukenda ahera uende ukamwambie Mungu kwamba ulishindwa kumwokoa mdogo wangu. Yaani vile tu ujue. Lakini ikijulikana sisi sote wawili tutakuwa tuko hatiani. Na sheria haitoangalia dhamira ya kutaka kumwokoa mgonjwa, bali tutahukumiwa kama wauaji baridi. Tukubaliana jambo moja. Na hili jambo iwe siri kati yangu mimi na wewe. Asiwepo mtu yoyote mwenye kutoa siri hii. Si kwa mdogo wako wala si kwa yoyote. Sawa, nitafanya hivyo. Tafadhali sana. Yaani tunalofanya sio sheria kabisa. Na ni kosa kabisa. Yaani kosa kumpatia mgonjwa damu isiyo salama. Ni sawa sana kumpa sumu ambayo itamtafuna kidogo kidogo mpaka kumuua. Kupata virusi vya ukimwi sio kufa, dokta. Acha ujinga basi. Dokta, yule mama mjamzito amefariki kwa ukosefu wa damu. Nisubiri. Jamani, mbona mnanitesa? Shida nini? Una dakika 2 tu za kujitetea ama kujiokoa. Nataka kujua umemfanya nini Mandela? Jamani, mimi Mandela ndugu yangu. Kwa nini akina nani? Na mimi nimemfanya nini Mandela kwani? Tunajua kwamba Mandela ni ndugu yako. Ile nataka kujua Mandela umemfanya nini? Mimi sijamfanya kitu. Wewe nasema alimtolea damu yake. Ina maana Mandela naye mwasilika wa ukimwi. Ndicho alichoongea. ameambukiza watu wengi virusi vya ukimwi. Kwa nini umeamua kutuua ndugu zako? Kaka, kwa nini umeamua kutuua? Umeamua kuambukiza ndugu zako virusi. Tena ndugu zako wa damu. Kwa nini? Wewe shemeji, una nini? Amekuambukiza nini?
Oya, naona unavuka mpaka, si ndio? Ukumbuke wewe ni mdogo wangu. Nikiamua naweza kukugaragaza vyovyote vile ninavyotaka. Tena usije ukapaza tena mkono wako mbele yake. Hata kwa bahati mbaya nitakugaragaza vibaya sana. Kwa nini mume wangu ulimdanganya? Kumbe kaka kuambukiza virusi vya ukimwi. Afu kakaa kimya. Kwa nini? Umetembea naye mara ngapi kimwili ukiwa ndani ya ndoa yetu? Unamaanisha nini mume wangu? Lugha ninayozungumza ndio lugha aliyotumia mama Sumbuku kutongozea wewe hadi ukatembea naye. Sasa usitake kujifanya kuwa hii lugha hauielewi. Embo niambie, unampenda kiasi gani? Naomba nisamehe mume wangu. Haya ndio ahadi ya nyoyo zetu. Mandela ni ndugu yangu wa damu. Nawezaje nikashuhudia mwanamke ninampenda nikamwita shemeji? Umbali wa nyoyo zetu ndio chanzo cha haya maumivu. Hata mimi sitaweza kulivumilia hili. Mwanaume ulotoa usichana wangu, sitaweza kukuita shemeji. Ungenijuza mapema ili nijiandae. Heli ni pigo la kushtukiza, mithili ya ambushi ya kijeshi. Hata mimi sikujiandaa. Nakupenda. Acha kujitoa kimasomaso mbele yangu. Ni aina gani ya mapenzi unaonyesha kwenye jalala la usaliti? Usinihukumu kwa kosa la kusababisha wewe mwenyewe. Nilikuonya sana usiende South Africa. Usiniache mpweke au kusikia. Sawa. Ina maana umefanya makusudi, si ndio? Nisingeweza kukaa bila kuolewa. Mandela sikujua kama ni ndugu yako.
nisamehe mume wangu. Sikuja kwenye hii familia kutumika na wanaume wawili, tena ni ndugu. Nakuomba mume wangu, nipitie hii aibu. Kumulaumu mume wangu si hatari sana. Sikutegemea kabisa. Mke wangu, ndugu yangu Masumbuko. Maisha yanahitaji hekima, busara na maono ya mbali. Sheria na haki vimo ndani ya maisha, hivyo vipo vinaishi kwa kufuata uhalisia wa maisha ya mhusika ama wahusika. Mimi na Son tulivunja sheria kwa kumuokoa Mandela. Hivyo tuko tayari kuitumikia sheria. Kelele wewe. Unajua ni watu wangapi wameathirika kupitia ujinga wenu? Ukiamua kutumia sumu kumuua panya, tambua kuna paka na mbwa na viumbe vingine vitaathirika kupitia sumu hiyo. Son, kuanzia leo wewe sio ndugu yangu. Na ikitokea nimekufa ukafika msibani mwangu, nitanyanyuka na kukuziba mibao. Mandela, nini kimekukuta bwana? Mwambieni. Awambieni ama muulizeni. Ametembea mara ngapi na mke wangu? Waambie. Kwa Pamela wewe sio shemeji yako. Yeye ni mpenzi wako. Waambie. Alikuwa mpenzi wangu. Kabla sijazamia kwenda Afrika Kusini. Tulipendana sana. Lakini niliporudi ukawa tayari ushafunga naye ndoa. Lakini tulizidi kuendelea kisirisiri, ingawa ikopo haina furaha yoyote. Mandela! Asisogee mtu yoyote.
Mandela. Asinisogele mtu yote wewe. Asinisogele mtu. Ah.